may bless you. Somo letu mchana wa leo Our word of today linasema jifunze kumshukuru Mungu. learn how to thanksgiving to God. Andika jifunze kumshukuru Mungu. Learn to thank your God. Ndio somo letu. Is your word. Neno kushukuru, The word thanksgiving ni lugha inatoka kwa mtu is the language from a person. baada ya mtu kupata kitu fulani After get a certain thing, au kutendewa kitu fulani or after being done by something by God, au kusaidiwa jambo fulani. after being helped a thing by God. Kwa kuwa kwa nguvu zako Because of for your power, unakuta huwezi kufanya ile jambo. you cannot do that thing. Inakuja nguvu ya ziada It comes extra power kutoka kwa Mungu na kusaidia. from God and help you. Sasa ukitambua Mungu And amekusaidia, now if you realize God has helped you, jifunze kurudisha shukrani kwa Mungu. just give him thanks. Kwa kuwa amethibitisha katika kitabu kile cha Zaburi, Because he has said in the book of Psalms, akasema wanitoleao dhabihu za shukrani, and he said that for those who hawa ndio huwa wananiabudu. are them who worship me. Tumtukuze Mungu wetu. Now praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Unaweza kusema mbona mimi sasa sijatoa, ina maana sijamshukuru? Unaweza kujiuliza swali la namna hiyo. You can ask yourself, Iko hivi, katika maisha yako ya wokovu, now in your salvation life, una ushuhuda wa mambo mengi ambayo Mungu amekutendea. the testament which God has made. Lakini katika yote aliyokutendea, But for all which he has done, jiulize maswali. just ask yourself, Uliokutoa sadaka ya kumshukuru have you give him offering ukiwa bado kijana mdogo, when you were unaishi nyumbani when you were living at kwa home, wazazi wako, at your parents? baadaye ukajitegemea, After that you depend on yourself ukaanzisha familia, and you started your family. na wewe unakiri, unasema kuna mambo Mungu alinisaidia. And now you say that there are things which God has helped you. Nilipotambua kuna mambo Mungu amenisaidia, Since then you realize that God has helped you. ulifanya nini kwa huyo Mungu? What have you done? Hebu tumtukuze Mungu wetu. Now praise the Lord. Kitabu kile cha Wathesalonike sura ya kwanza, The book of Thessalonike, Wathesalonike wa kwanza na sura ile ya 5, First Thessalonians mstari ule wa 18. verse number 18. Thessalonians chapter 5 verse number 18. Biblia inasema, The word of God said, shukuruni kwa kila jambo, give thanks in all circumstances, maana hayo ni mapenzi ya Mungu for this is God's will kwenu katika Kristo Yesu. for you in Christ Jesus. Tumchapie Yesu makofi. Now clap hands for the Lord Jesus. Hapa anasema shukuruni Mungu kwa kila jambo. Now he has said that you have to give thanks for everything. Kwa nini Mungu hakusema shukuruni Mungu kwa baadhi ya mambo? Why God did not say that? Kuna mambo yanaweza katokea kwako usiyoyapenda, There are some things which can occur to you, lakini hata kama ukuyapenda, but also you have not loved them. Mungu aliona yana faida yako kukutokea ili kuwa wewe salama. Tumtukuze Mungu wetu. That God has said that they have important to you. Unaweza kupitia changamoto fulani, You can pass through challenges, kumbe kuhusu ile changamoto unayopitia but through those challenges, na Mungu ameruhusu uipitie, and God has allowed it, kwa kupitia changamoto through that challenge, ukatoka ukiwa dhahabu iliyo safi. you can be Kumbe bila changamoto hiyo without that challenge, usingekuwa dhahabu iliyo safi. you cannot be purified God. Kwa naposema mshukuru Mungu kwa kila jambo, When he says give thanks to mshukuru God, hata kwa yale ambayo hukutamani aje kwako lakini yakaja. give thanks even to those things which you do not. Yeye anayeruhusu ana sababu, That's who allowed them. anajua iko faida, And he knows that there is importance. hata kama ya kukufurahisha, Even though are not, lakini yalikuwa ni mapenzi ya Mungu wewe uwe hivyo. but you're the will of God. Sasa ukitaka kujua namna ya kumwabudu Mungu, Now, if you want to know the way to jua worship God, utendaji wa Mungu unayemtumikia. just know how he made things for you. Nina watu kanisani, I have people here. hebu tumtukuze Mungu wetu. Now praise the Lord. Mshukuru Mungu kwa kila jambo, Give thanks for everything. kwa sababu unapomshukuru Mungu kwa kila jambo, Because when you are thanking God, kitendo kile cha kumshukuru Mungu that act of thanking God, kinamfanya Mungu atambue wewe una uelewa mzuri katika yeye, it makes him to realize that you kwamba are. hakuna kinachokutokea kwa bahati mbaya, There is no something which can occur without the will of God. isipokuwa Mungu ameruhusu
But the God has allowed it. Na Mungu kila jambo analoruhusu kwa mtu wake, And everything which God allowed to ujue lina faida kwa huyo mtu. know that it has importance. Kwa hiyo unapaswa kumshukuru Mungu. Now you have to thank God. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Christ Jesus. Nisikie kelele za watu waliokoka. I want to hear shout to the salvation people. Naposema kujifunza, When I say to learn, ni kuwa tayari wewe kufanya vitu ambavyo hujawahi kufanya. is to be ready to do things which you did kwa ajili ya Mungu wako, because of your God. kwa ajili ya kumuinulia sifa Mungu wako. Because of praise your God. Ikiwa Mungu amekupa kitu ulichokipenda, If God has given you a thing which you love, usifikiri na kile ambacho ukukipenda kikaja kwako Mungu akuruhusu. don't think that thing you did not Kama love. ulipenda jambo lile na hili lingine lipende, mshukuru Mungu wako. If you love that thing and this, for this just to give thanks. Nina watu humu kanisani. I have people here. Jifunze kumshukuru Mungu kwa kila jambo. Now learn how to thank God for everything. Ukijua yote yametoka chini ya uwezo wake, Just to know that everything is from kuja kwenye maisha yako. to your right. Nina watu humu. I have people here. Tuongea namna hii. Now just raise up your hand for the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Anasema mshukuru Mungu He said that give thanks to kwa God kila jambo, for everything. kwa kuwa ni mapenzi yake wewe mshukuru. Because it's His will. Sasa yatimize mapenzi yake kwa kumshukuru. Now you have to do His will. Ngoja nisome na mimi nirudie hapo uweze kuelewa kitu hapo. And now let me read in order you to Mstari wa understand. 18 unasema, Verse number 18 says, shukuru kwa kila jambo, give thanks in all, maana hayo ni mapenzi ya Mungu for this God's will for you, katika Kristo Yesu. in Christ Jesus. Yaani Mungu anataka wewe mshukuru This God wants you to kwenye kila thank kitu, ndio matakwa yake. in everything. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Nina watu humu. I have people here. Nina watu hapa Yerusalemu. I have people here. Bethlehem kuna watu hapa. People. Naomba Mungu akubariki. I pray God to. Naomba Mungu akuonekanie. I pray for you, God may. Jifunze kumshukuru kwenye kila jambo. Now learn to thank Him. Kwa sababu mapenzi ya Mungu ni wewe umshukuru. Anapofanya jambo kwako, when He has done something to ni you, wewe lile jambo ulitolea ushuhuda, mshukuru Mungu. now you have to give testimony. Ni hatari sana mtu akakufanyia jambo It is very dangerous when ukashindwa kumshukuru. and you are not thankful. Siku adui akiinuka, When the enemy rises, ni vigumu Mungu kukusaidia. it is hard. Ufunuo sura ya 12 Revelation mstari ule wa 11 inasema, verse 11. wakamshinda shetani kwa damu ya mwana-kondoo They defeat na kwa lile neno la ushuhuda, kwa yale matendo Mungu aliyowatendea. Kwa Mungu anapokutendea jambo, when God do something to you, ukaacha kumshukuru Mungu and you are not giving thanks to na Him, kuyaelezea yale matendo, and to give testimony, siku adui atakapoinuka, when the enemy rises, siku shetani atakainuka, when Satan will rise akiinuka tena, and rise again, asa utapata kazi kupata utetezi. you gather Na one. ujifunze kumshukuru Mungu na kusimulia matendo yake. Now read. Hata kama wengine watadharau, wewe sema baada Mungu alikutendea. Even when they are shaking, Sema yale matendo Mungu alikutendea. just give people. Naomba Mungu akubariki. I pray God to. Naomba Mungu akuonekanie. I pray for you, God may. Jifunze kumshukuru kwenye kila jambo. Now learn to thank Him. Kwa sababu mapenzi ya Mungu ni wewe umshukuru. Anapofanya jambo kwako, when He has done something to ni you, wewe lile jambo ulitolea ushuhuda, mshukuru Mungu. now you have to give testimony. Ni hatari sana mtu akakufanyia jambo It is very dangerous when ukashindwa kumshukuru. and you are not thankful. Siku adui akiinuka, When the enemy rises, ni vigumu Mungu kukusaidia.